Kaunti ma Migori en rawera moro manyako mabende ni kod higni 16 e gwengego eko mag Nyamosense e ward ma Komosoko Kuria West ni kod tuo moro mabende miyo thundege bedo mana madongo e kinde ka kinde. Gino ero mabende miye luoro ni kidek tame dhi nyime kata man kod somo mare. Rawera Rael chacha mabende somo e skund primar Makengariso e Kuria West ni kod tuo moyangi gi dhombogo kaka gigantomasia, tuo mabende miyo thuno bedo madongo. Rael koro wacho ni tuo no ero osemiyo mbesege nyiere kendo bende koro nyalo kata mana miyo okodhi nyime kod somo mare. Sofisao ni kod matute e wachni eri. Mikai Ana Muruga mabende en min Rael wacho ni tuono ero nomako nyathine no apoya nono kendo gisebedo ka gimanyo kode thieth e ute thieth mopogore opogore e Migori kono. Kata kamano nonyisgi ni mondo gimany thieth makare e od thieth ma Kisii referral. Last year mwezi wa 11 hivi hiyo matiti ilikuja, nikafikiri saa nyingine ako na mimba, kumbe sio mimba, kumbe inaonekana ni ugonjwa ilikuwa. Sasa tukajaribu kumpeleka kwa madaktari hawa kienyeji, akakaa karibu 6 months hapo, kaona hakuna usaidizi yoyote. Tukamtoa tukampeleka tena kwa kanisa maombi, akatipiwa. Karibu miezi 4 tena akatoka hapo, tukampeleka hospitali St. Joseph, akapigwa picha, tukatuma kwenda Kisii. Pia tulituma kwenda Kisii pale itaenda kupata matibabu. Tena kuna upungufu fulani wa pesa ambayo ilitokana, tukarudi tena naye. Sasa wakatembea tusubiri message. Hiyo message sasa ndio tunasubiri, wakasema ile nini hiyo isifanya pale kwa hospitali kubwa ile kadi yangu ni ndogo. Ikabidi tukarudi. Sasa tunatarajia tena kama tungepata tena matibabu sehemu nyingine. Tuone kama tutaokoa ile mtoto. Angalau apate nafuu, achiunge kwa wengine. Sababu ni mwanafunzi. Alikuwa anataka afanye mtihani mwezi wa 3. Upungufu hapo sasa ninaona kama kweli imeelekea kingoni kabisa, hakuna namna sasa. Sasa hiyo kadi ukweli pia wanituma kwenda pale, wakasema ile kadi huwezi fanya kwa hiyo hospitali, afadhali ifanye kwa hospitali ndogo. Na sasa hiyo hospitali ndogo hiyo ndio tulikuwa tunasubiri eti tukipata message tumpeleke hapo. Ile hospitali kubwa kweli ilisindikana, pesa ilikuwa nyingi, kadi haisifanya. Tulifanya hapa Harambee, ilikuwa tarehe 4. Ndio tulipata hapa kama kitu kama 25. Unajua wakati mwingine inafikia kipindi mimi hata sitaki, hata nikikosa hata pesa bora tu msaidizi nikingepata mtoto atipiwa hata kwa project yoyote ile, bora tu apone. Kwa sababu ya maana ya pesa, hata nikisika pesa nitampeleka tena wapi? Sidani kama walisema. Hata kuna nini hapo unaweza mkaangalia. Kuna makaratasi, documents zote ziko. Unajua madaktari wako na secret nyingine. Unasema kitu mwingine unaweza sindo kujua. So kukuelezea kabisa ugonjwa ambao mtoto ana ukweli, nasema ukweli hakuonyesha kabisa. Lakini vile walituonyesha kwa hii TV, walionyesha hata mtoto. Kuna mwingine hata alikuwa na matiti mengine kubwa kabisa ambayo yanafika hapa hivi. Lakini yenyewe akitipiwa inarudi kabisa na kuwa normal kabisa, na inakuwa mzuri kabisa, anafanya kazi yake. Hata mtoto akachiweka nguvu kabisa, kumbe hata yeye pia singine akitipiwa, singine mwezi wa Januari hivi anaweza kukuta ako kwa wengine. Lijitia moyo kabisa vile alijaribu kuangalia hiyo nini. Msichana Rael chacha ni msichana ambaye ni mzuri. Alianza shule ya msingi darasa la kwanza katika shule hii ya Kengariso. Nimekuwa naye kwa miaka hiyo yote 7 akiwa mwanafunzi.
Mwanafunzi huyu alianza kupata matatizo mwaka jana mwezi wa 5. Ndio nikajaribu kuona madam wa darasa lake, akaja akaniambia kwamba she suspecting that maybe the girl is pregnant. Akakuja kwa ofisi yangu ili nifanye some interventions. Niliita mzazi wa msichana, mzee Thomas Muruga, nikamuelezea jinsi madam wana suspect ya kwamba huenda msichana yuko mjamzito. Nikamuadvise kwamba mpeleke for medical check-up in any government facility so that maybe ukweli wake ujeze kujulikana kama the girl is pregnant or not. Mzee kweli alimchukua akampeleka hospitali Bugumbe Health Center. Msichana akaenda akapimwa, she was not pregnant. Mzee akaniletea ripoti, akaniambia kwamba mwalimu, ripoti ndio hii. Nikaisoma mimi mwenyewe, nikaona kwamba she was not pregnant. I then called the madam, nikajaribu nikamuelezea ya kwamba madam, msichana inaonekana ya kwamba she is not pregnant, so maybe tuangalie jinsi ya kumsaidia. Madam akanishauri, akaniambia kwamba mwalimu, sisi kama wamama shida kama hii huaga tunaiona. Huyu msichana inawezekana ana some problems. Labda we try to investigate the family background. We try to see whether this is a problem which is out of inheritance. Tuangalie the way to help the girl. Nirudi tena nikamuita mzee, akaja, tukakaa naye kwa ofisi. Tukajaribu kumuuliza maswali kama kuna mtu wa kwao yoyote ambaye labda amekuwa katika hali hiyo. Na mzee akaniambia kwamba hajawahi kuona. Huyu mtoto ni mgonjwa, anahitaji matibabu. Tusikae tu na mtoto darasani tukijaribu kumfundisha, kwa sababu tayari huyu mtoto ameanza kuwa stigmatized. There are some pupils who are laughing at her. Wanasema kwamba she's pregnant, wanasema kwamba her breasts are big. So the girl is not comfortable in class. So in as much as we are trying to retain the girl to be in class, we are not helping the girl at all. It is better the girl to seek for medical interventions so that the girl can come and sit comfortably with the others in class. The girl was supposed to be in class 8 as I'm speaking now, but because of the problem she had, the girl did not register for the exam. So mzee vile tunavyomuona katika hali aliyoko ni shida kidogo financially, and maybe that is the problem mpaka saa hii msichana hajapata usaidizi. Mikai Muruga wacho ni kaluwore kod onge mar pesa negikawo okang' mar manyo thieth ka joyien nyaluo kama bende nothiedhe kuom dweche 6, kata kamano nyathineno pok oyudo changa. Owacho ni bang'e negitere od thieth ma Kisii e chakruok dweni bang' japuonj maduong' mar skul mar Rael somoe chiwonegi sir kendo mondo timne Rael bero kata operation. Omenda maromo shillings 150 dwarore, omenda magiongego gi e kindegi. Mikai Muruga kanyakla kod jaode Thomas Nyabite koro kwayo jogo eko mani kod chuny mar konyo kata well wishers mondo konygie gi yudo omenda makamano mondo gitimne nyathigi Rael bero e od thieth ma Kisii. Hapo wakatutuma kwenda Kisii. Tukatoka hapo tukaona acha tukakaa kidogo hapa nyumbani, tukampeleka huko St. Joseph tena. Tukaenda St. Joseph wakatutuma huko Kisii tena. Sasa ndio tulimpeleka huko Kisii. Akaenda akapimwa huko. Wakatuambia eti matiti watamfanyia operation. Wakatuambia pili yake ni shilingi 10,000. Shilingi 100,000. 100,000 na 50,000. Ndio walituambia eti pili atapatiwa hii matiti. 100,000 na 50,000. 150,000. 100,000 na 50,000.
Ndio walituambia hivyo. Alafu hii matiti inamuuma, kuna kipindi ikifika inamuuma, kuna hii misipi inatokanga hapa na kuchanga hivi mkubwa kama hii kitole. Mkubwa kabisa hivi na kuchanga hivi. Inamuuma humu, saa zingine anapata nafuu, saa zingine zimekucha hapa nasema zimemkasa humu hapa chini. Na hii nini hii ya hiyo mtoto ananyonyea hakuna. Naenda ndani kabisa. Zinamuuma kabisa. Tulienda kwa kienyeji, kwenye mama mwingine ako hapo kumumwamu, akampatia dawa ya kufanyia hivi, ya kusukua hivi, dawa ya kienyeji, hakupona. Tukatoka hapo tukaenda huko Kitongoroma tena kwa kienyeji, hiyo dawa tena ya kurudishia hivi, tukamfanyia haikurudi, kaendelea kusidi kabisa, kukuja mpaka hapo. Ndio sasa tukamtoa hapo tukampeleka huko kwa Wajaruo kwa mganga, akakaa hapo miezi 6 kwa mganga huko kwa Wajaruo. Akakaa hapo miezi 6 akaugua hapo, maliza tukamtoa tukampeleka huko Kukihuku hapa Gidibu, akatibiwa hapo, tukatoka ni vile vile tu. Tukamtoa huko tena tukampeleka kwenye maombi hapo Sirali kwa mama Pero, ndio tulikuwa tunakaa sasa hapo kwa mama Pero hapo kwenye maombi. Sasa kwa maombi hapo ndio tulitoka sasa tunaenda Kisii. Walimtoa nyama na sindano, walimdunga sindano, wakatoa kitu ndani. Sasa wakapeleka huko mbele. Sasa wakatuambia tarehe 6 tutaenda kufanywa operation. Tukaenda tarehe 6 hiyo tukasunguka tena, wakatutuma tena turudi. Tukakuja nyumbani wakatuambia watatutumia message kwenye simu. Sasa message ile iliingia. Alikuwa wameshachukua ile kadi yetu ya NIFU. Wakatuambia hiyo kadi huwezi kutumika huko, eti tutalipa cash. Ndio walikataa kadi. Kisha wakatuambia eti hiyo haiwezi kufanya huko. Sasa walitutuma kwenda tena kwa hospitali ya mtu binafsi huko Kisii. Tukaingia kwa hiyo hospitali ya Kisii, hiyo ya mtu binafsi iko chini hivi. Tukaenda tukasunguka huko, wakatuambia hivi, nenda nyumbani. Sasa tutawatumia message, msome muone kile tunaandika hapo kwenye message. Sasa iliingia saa 2 ya usiku, mzee akasoma. Jana. Siku ile tulitoka huko tarehe 6. Mzee akasoma, ikasomekana hivi ile kati haiwezi kutumika huko. Hata iko hapo. Kumsaidia. Maana niko na upungufu kidogo. Naomba mnisaidie. Tutibu huyu mtoto. Maana tunazunguka kila namna tumeshinda. Why should I say that maybe the parent is experiencing some financial problems or constraints? The other day aliitisha mchango, ilikuwa tarehe 4 of this month. Akaniambia kwamba kama hata pale shuleni tuweze kumsaidia na mchango ili huyu mtoto aweze kupata matibabu. The disappointing part of the story is that nagundua ya kwamba wakati alipeleka hospitalini pale, I don't know what's the problem, but the mzee is trying to explain as if the NHIF card could not accommodate her medication, the pupil's medication. So here that is my greatest worry and my greatest concern. Na najaribu kuuliza if kama kunaweza kawa na any other well wishers ambao wanaweza wakaja tusaidie this girl. Last exam kulingana na ripoti ambapo nilikuwa nakagua, the girl alipata marks 310. Hoping that afanye mtihani sasa to transit to class 8. So she's a girl who has a very bright future ahead, ambaye akisaidiwa the girl can really become somebody in this village and also the entire country. Request and plead to any well wishers, please may you come so that you help the girl get her medication and the girl be back in school. Huu wote msichana hajakuwa shuleni because she was out. Nasikia mzazi alimpeleka for some herbal treatments because of the financial status ya mzee, and these other very
funny advices ambazo watu wanapewa. So the mzee resulted to take the girl to a herbal medication which did not solve any problem or did not solve anything to the girl. Later on akamchukua akampeleka kwenye kanisa kuombewa. But all this was taking place behind the information of the school. I came to learn later that kumbe the girl had not gone for proper medication. So that is why I intervened the situation, and I advised the mzee to have a kind of a fund drive in aid of the Rawera Rael wacho ni achiedh nade makamano osemiyo okonyal timo kata tijege kaluwore kod rem mowinjo, kendo bende osemiyo bedo oko mar skul kuom thuolo malach. Gino ero mabende osemiyo okodhi timo penj maduong' mar KCPE e higa manyien kaka jowetene dhi timo. Kana hapa kidogo mshikilie. Hapo unajua kwake ndio muhimu sana. Ng'ata mani kod konyo nyalo yudo jonyuol Rael achiel kachiel e namba mar 0791 0411323 kata e namba mar 0790 9546 8.